kabla mwaka hujasonga sana, kabla mwaka hujaenda sana, naomba tusaidiane kuweka misingi itakayotusaidia kuvuna baraka za Bwana maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuzungumzie tu kwa ufupi, I'll just outline in briefly sources of curses, yani chanzo cha laana, kinachofungua malango ya laana katika maisha yetu, kinachopatia nafasi laana zifanye kazi maishani mwetu. So tutasoma katika kitabu cha Exodus 20 from 3 to 5. Exodus 23 to 5. Hapa maandiko yanatuongelesha kuhusu false gods. Maandiko yanasema you shall have no other gods before me. Yaani Mungu wetu yule tunayemwabudu, Jehova, ni Mungu mwenye wivu sana, na sheria ama amri ya kwanza aliitoa ni kwamba tumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo ukiwa tu na wazo ambalo linakutoa nje ya hiyo sheria, ujue laana inakaa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni point number 1. Point number 2 tutaipata katika kitabu cha Deuteronomy 27:15. Maandiko yanasema cursed is anyone who makes an idol. Yaani ukiwa na mawazo ya kutengeneza vinyago kumwabudu, unaona, ukiwa na mawazo ya kualika viumbe kando na Mungu katika maisha yako ambavyo unavipatia vigezo vya kuwa Mungu wako, ujue tayari laana inakaa juu ya maisha yako. Yaani wewe tayari umeshafungua milango ya laana maisha, na ita operate kiasi ambacho hata wewe mwenyewe utatii. Point number 3 is disrespecting your parents. Tufungue maandiko katika Methali ama Proverbs 30:17. Inasema the eye that mocks a father, that scorns an aged mother, will be pecked out by the ravens of the valley and will be eaten by the vultures. Yani laana iko hapo hapo tayari, imekuwa stipulated vizuri, haufai hata kufafanuliwa. Twende kwa point nyingine. Kuishi na jirani yako vibaya, yani hauna imani na jirani yako. Jirani yako hawezi kukuthamini, hawezi kukuamini. Maandiko yanasema katika Proverbs 17:13, evil will never leave the house of one who pays back evil for good. Yaani jirani yako ama mtu anakutendea mema alafu wewe unamlipa kwa mabaya. Wewe unatendewa mema, mtu anakubariki, wewe response yako ni kumjibu na mabaya na maovu. Laana haitakuacha. Malipo ni hapa hapa. Twende kwa point nyingine. Injustice to the weak or to the poor. Tusome katika Proverbs 28:27. Those who give to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive